لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uhai tumeweza kufika sehemu kama hii kwa sababu ya kwenda kustiri mwili wa mzee wetu, mwili wa shekhe letu, mwili wa mlezi wetu. Yamezungumzwa mengi ya kumhusu yeye na bado hakufika hata robo. Kule yamezungumzwa na hapa yamezungumzwa, lakini mimi sitoingia upande huu kwa sababu katika akhlaqi zake ni nyingi. Kila utakapozungumza yuko katika akhlaqi nzuri, utakapokwenda katika ukarimu yuko, katika urahimu yuko, katika tawadhu. Ni mtu mzima, lakini akikuona wewe kijana, ukiingia kwake yatasimama na utu uzima wake na elimu yake. Nafikiri wengi mwamfahamu kuliko mimi. Mimi sitaingia hapa. Ndugu Waislamu, tutakapokusana huu mwezi wa Rajab ni katika miezi mitukufu ambayo Mwenyezi Mungu atuambia, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 fi kitabillah yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Huu ni mmoja katika miezi mitukufu. Mwenyezi Mungu alimalizia hii aya akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, tahadhari msidhulumu nafsi zenu katika miezi hii. Mwaka mzima hakufai kuwa na dhulma, lakini katika miezi hii imekuwa ni zaidi, kwa sababu kama ilivyokuwa thawabu ya miezi hii ni nyingi. Ukifanya jambo la kheri na ukifanya jambo la dhambi, dhambi zake pia ni kubwa. Bwana, nimechukua kusema kitu hiki. Hii dhulma kwanza, tuko katika huu mwezi wa Rajab, kisha kwa wakati tulionao ndio dhambi ambayo imepuuzwa, dhambi ambayo haizui akilini, ni dhambi ya dhulma. Hivi tunapozungumza hapa, ni wengi wamedhulumu ndugu zao. Ima ndugu mkubwa amedhulumu mdogo, ama baba amedhulumu watoto, ama baba pengine ana nyumba mbili amedhulumu nyumba moja. Dhulma ni nyingi sana, na kwa wakati huu tuangalie mfano. Biashara kubwa siku hizi Nairobi ni nyumba. Ni wangapi waliorushwa nyumba zao? Na mtu hakurushwa na mtu ajnabi, hakurushwa na mtu kando, ni mjomba wake, ni ami yake, ndugu yake mkubwa. Ni mambo hayataki ushahidi, kila mmoja yaona. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya pesa. Lakini ujue, baba aliacha nyumba, babu aliacha nyumba, na wewe utafanya nini? Sasa kuacha si hoja. Unapokwenda wajua masuala yatakayokukabili. Hilo ni moja. Nyingine katika dhulma, kuna mambo mmoja wetu anapokufa, na mambo haya ninazungumza hapa, lakini inawezekana wengine hawakuwa. Kuna mambo matatu ya msingi. Sisi yale ambayo ni ya nyuma ndio tumeleta mbele, ya mbele tumeleta nyuma. Anapokufa mmoja wetu, kuna mambo matatu muhimu. Ikiwa ni mtu Mwenyezi Mungu amemruzuku mali, kuna vitu vitatu. Lakini ile la tatu ambalo ndio la mwisho, la kwanza ndio sisi tumeifanya mwanzo. Mtu anapokufa, kwanza tuangalia ana mali kiasi gani, ana deni kiasi gani, amewacha wasia gani, kisha ndio tuenda kurithi. Lakini sisi si hivyo. Ile la mwisho ndio tumeleka mwanzo. Mtu
wanapokufa kila mmoja atakujua akaunti ya mzee wapi na ilikuwa ina ngapi na kila mmoja atachukua ngapi. Hapa pia hutokea dhulma kubwa sana. Dhulma sana hutokea kwa ndugu wakubwa, kwa sababu mara nyingi wao ndio siri wanazijua za baba, zile stakabadhi nyingi wanazo wao. Sasa ndio wakati wa kuwafinya hawa wadogo, na kwa bahati mbaya zaidi iwe hawa watoto ni mama mbalimbali, ndio kabisa, yaani atakuwa wale wapewa kama sadaka, lakini hawapewi ni urithi. Kwa hivyo tujue kwanza, lazima tujue mzee alikuwa na deni, kwa sababu deni ulipwa katika pesa zake mzee, si zenu watoto. Zile pesa zake kwanza azitolewa deni, adaiwa na nani na nani na nani kwa ushahidi. Lingine, baada ya kujua ushahidi, na hapa katika deni pia nitakana kutanabahisha kitu. Sisi tutakwenda kwenye maduka ambayo tunajua mzee ndio alikuwa akichukua deni, wafanya biashara fulani kufanya na biashara, ndio deni tunazoziweka akilini, lakini kuna na deni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunajua wazi mzee wetu alikuwa na uwezo wa kutoa zaka, lakini hii miaka ya mwisho hakutoa zaka, lazima itolewe katika mali yake. Hajawahi kwenda hija, na aliyokuwa nao uwezo wa kwenda hija, lazima mmoja wenu mumfungie safari aende akahiji, baada kwamba amehiji yeye amhijie na baba yake. Yeye tumekuza haya mambo hatuyafanya sisi. Mtu akifa tupige hesabu hata kisha umfanyia hisani. Wacha nikamhijie baba bwana, si ulikuwa umhijie baba, ni pesa zake, kwa hijie ni pesa zake. Katika masala haya ya urithi kuna hiyo lingine tumesema, masala ya wasia. Baba anapotoa wasia, na bora kwa kuenda kinyume na sheria ya Kiislamu, wasia ule lazima utekelezwe, ni lazima. Na katika wasia pia kuna makosa yatendeka. Baba anahusia, nyumba yangu fulani kodi yake yenye msikiti wa Riyadha, huwezi kwenda kupeleka msikiti wa Pangani. Wale alipotaja lazima upeleke pale, useme Riyadha wana pesa zake, yeye kwajua kama msikiti wa Riyadha una pesa, na hizi anazopeka pia ni pesa. Kwa hivyo lazima ziende mahali zilipokusudiwa na nani? Na marehemu. Kama tulivyosema, masharti ya wasia yasikiukwe, lazima yafuate. Kisha nafuata sasa ndio urithi. Na katika mirathi hapa Allah